Unajua wakati ule wakati wa uchaguzi, kwa sinema zinakuwa nyingi sana. Nyingi sana. Lakini muhimu, mimi sijasema naamini sinema. Unamaanisha nini ukisema sinema? Sinema ni nyingi kwa sababu mambo ni mengi. Hizo ni lugha zetu. Lakini umesema sinema wakati ukizungumzia tukio hili la Humphrey Polepole. Kawaida yetu ni kukuletea habari ambazo zinapatikana Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo siku ya leo tunataka kuangalia posti ambayo imewekwa na msanii ambaye anajulikana kama Wakazi wa Biro. Sasa Wakazi ni msanii wa hip hop nchini Tanzania na wakati huu anapiga mishe zake kule ughaibuni. Sasa kuna interview ambayo msemaji mkuu wa serikali ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa alifanyiwa na runinga moja nchini Tanzania, ambapo walikuwa wanaongelelea issue nyingi na vile wakagusia issue ya watu kutekwa nchini Tanzania. Ikumbukwe ya kuwa Balozi Humphrey Polepole alitekwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi, lakini jeshi la polisi limetengeza mazingira ya kuaminika kuwa wao hawakuhusika. Sasa kuna swali ambalo Gerson Msigwa aliulizwa kuhusiana na Humphrey Polepole kutekwa na sababu zipi ambazo zinapelekea serikali kunyamaza kimya kuhusu utekaji ambao unaendelea. Sasa Gerson Msigwa alikuwa ametoa kauli moja, akasema ya kuwa watu kupotea ni michezo na hii haikuanzia leo. Sasa inaonekana kuwa kauli hii haijamfurahisha msanii ambaye anajulikana kama Wakazi, ambapo Wakazi amechukua screenshot ama picha hii ya Gerson Msigwa pale ambapo alikuwa anafanywa interview na akaiposti kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram na kuandika hivi: just imagine, nani sasa atatucomfort kama serikali inatuzodoa? Yani wananchi wana raise concern juu ya taharuki ya watu kupotea, kutekwa na baadhi kuuawa, alafu sauti ya serikali, yani msemaji mkuu, hatua ya kwanza anachukua ni undermine and downplay the issue. Seriously, somebody help. This is a very serious vacuum in our leadership jamani, hadi natamani kulia. Hata tulivyokuwa watoto tuliongozwa vizuri zaidi ya hivi. Yani mzazi anakuchapa unalia, then yeye huyo anakubembeleza or anakuambia nani kakuchapa, tema mate tumchape. Unatema kwenye mkono, unajipiga mwenyewe, then wewe unanyamaza. Imagine protector and comforter of the people, yani government can't even do that all trick, instead to gaslight. Sijaongea zaidi ya mwaka kuhusu mengi, nimekuwa kimya na pambana na maisha binafsi, ila sio kama sioni na sisikii na siguswi, ila siwezi kaa kimya kwenye hii. Familia za watu zimeachiwa simanzi na majeraha. Msemaji mkuu wa serikali anasema kupotea ni mchezo tu. Mzee Kibao katekwa na kuuawa. Deusdedith Soka katekwa, nililia kuona clip ya bibi yake akilia. Shehe kauawa Zanzibari. Mdude Chadema katekwa na tumeona damu ya kuashiria kuumizwa in the process already alleged. Humphrey Polepole ametekwa na kuna damu pia kama kwa Mdude na wengine wengi ambao sio maarufu ila watu wameripoti. And that is the best response ya serikali. Yani bora useme no comment kuliko kujustify vitu kwa logic za kitoto. Shame on you Msigwa. I hope mnatambua sumu mnayoipika. In due time you will, the leader. Sasa Wakazi wa Biro ameongelelea issue ama kauli ambayo aliitoa Gerson Msigwa alipokuwa akifanywa interview kwenye runinga moja nchini Tanzania, ambapo alikuwa anaongelelea issue ya utekaji. Akaulizwa issue ya Humphrey Polepole. Yes, Humphrey Polepole ndio wakati fulani aliwahi kuwa afisa wa serikali na ni jukumu la serikali kuhakikisha kuwa kama mtu ametekwa ama kushikwa katika sehemu husika, inafaa afikishwe mbele ya vyombo husika na afunguliwe mashtaka ama watoe taarifa kuhusu aliko mtu huyu. Lakini Gerson Msigwa akasema kuwa watu kupotea ni michezo na hii haikuanzia leo. Ningependa kukuwekea interview hii ya Gerson Msigwa. Kwenye hii interview ndiye angalau ujiamulie mwenyewe, alafu taniambia unajisije kutokana na kauli yake. Jeshi la polisi lilishatangaza
kutaka aende akatoe maelezo juu ya kauli alizokuwa akizichapisha kwenye mitandao ya kijamii na zikitoka kwenye vyombo mbalimbali. Sawa? Kwa sababu zilikuwa ni kauli nzito ambazo zinataka uthibitisho ili vyombo vya kisheria vichukue hatua. Ndio. Sawa? Hakufanya hivyo. Baadaye ikatolewa taarifa kwamba amefanyaje? Amepotea. Ametekwa. Amechukuliwa. Unajua ukisema moja kwa moja ametekwa ni lazima uthibitishe. Nani kamteka? Na nukuu sasa taarifa. Hayupo, yani ikatokea taarifa kwamba hayupo. Jeshi la polisi likachukua hatua, likafika kwake hapo alipodaiwa alikuwepo na kuchukua taarifa na linaendelea na uchunguzi. Ndio taratibu za kisheria. Kwa hiyo na sio yeye, mtu yeyote. Na mimi wakati huu, unajua wakati huu ni wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo sinema zinakuwa nyingi sana. Nyingi sana. Lakini muhimu, mimi sijasema naamini sinema. Unamaanisha nini ukisema sinema hivi? Sinema ni nyingi kwa sababu mambo ni mengi. Hizo ni lugha zetu. Lakini umesema sinema wakati ukizungumzia tukio hili la Humphrey Polepole. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kukitokea taarifa za namna hiyo, jeshi la polisi linachukua hatua za kufanya uchunguzi ili liweze kujua taarifa za kina kuhusiana na tukio hilo. Nimesema sinema kwa sababu yako matukio mengine ukiondoa hili, ndio, ambayo yalitangazwa kwamba mtu kapotea, lakini baadaye unakuja kugundua hajapotea, amejihifadhi mahali. Mnakumbuka matukio ya Tabora, mnakumbuka Mwanza, mnakumbuka Mbeya. Ndio maana nasema wakati huu mambo ni mengi. Ndio. Ni muhimu wa Tanzania tukasikiliza vyombo vyetu. Ni rahisi sana kupandisha hofu ya wananchi, lakini ni muhimu kujiridhisha pasipo mashaka juu ya taarifa zinazochapishwa. Kwa mantiki hiyo, msemaji mkuu wa serikali, mpaka sasa hivi bado serikali haijui alipo Humphrey Polepole, si? Bado hatujajua. Si jeshi la polisi limeshatangaza. Unajua polisi ndio wanaohusika. Sio mimi msemaji mkuu wa serikali. Lakini ikiwa amekuwa kiongozi wa kitaifa na alikuwa mwakilishi wa rais katika mataifa Malawi, baadaye Cuba, ni kiongozi mwenye hadhi ya juu, kwa nini mpaka sasa hivi serikali haijatoa taarifa yoyote labda ya kulaani tukio hilo? Mbona jeshi la polisi limetoa taarifa? Lazima taarifa yako kwa kama msemaji mkuu wa serikali, taarifa ya serikali. Jeshi la polisi ni chombo cha serikali. Sio lazima niseme mimi, kwa taarifa zote nasema mimi. Sio lazima niseme mimi. Jeshi la polisi, kwa sababu na ni vizuri chombo kinachohusika na eneo husika ndicho hasa kinakuwa mimi nitakupa taarifa za jumla tu namna hii. Kwamba mtu akipotea ni jukumu la jeshi la polisi kutafuta taarifa zake mpaka wakamilishe kazi yao. Kwa taarifa kama hizi zikitokea, process yake ni 1, 2, 3. Kwa wakati huu ambapo kuna uchunguzi unaendelea wa jeshi la polisi, ni vizuri kukiacha chombo kinachohusika kikamilishe uchunguzi wake. Niruhusu ni sample baadhi ya comments ambazo zimewekwa kwenye timeline ya wakazi wa Biro. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Official Mangachi, anasema Gerson Msigwa amemtag, Mungu yuko na asilimia kubwa ya wananchi tumeamua kumwachia yeye. Tunasali na tunafunga sasa kwa ajili ya ndugu zetu. Ni kweli inaweza kuwa hamteki nyie, ila unaamini mamlaka imewekwa na Mungu? Unaamini Mungu ndio kawaweka kama mnavyosema? Kama ndivyo amewaweka na hamjui nani anateka watu? Na hapa kwa jina la Mungu mtalipa sawasawa na mnavyotutendea. Tuna maumivu makali mno. Alafu mwingine anajulikana kama Thoni_Kadoke akaeka emoji kadhaa za mtu ambaye amenyosha mikono juu. Maniga_Moko akaeka emoji za mtu ambaye ameangua kilio. Alafu Emma_07 akasema wakazi we tutakuweka winga ya kushoto, unaonekana upo vizuri ukitokea pembeni. Alafu Visual by Jaber anasema sasa mtu anajitekaje wakubwa, huyo ameoji. Call_LB anasema Webiro wakazi, alafu akaweka mikono ya mtu ambaye amenyosha mikono juu na ameshukuru. Alafu Halid
Dalbano amesema hii nchi bila kufanya mapinduzi hakuna kitu kitabadilika, period. Akamtagwa kazi. Alafu Ali_K_Maniwana anasema huyu ni mbwa mdogo, tutashughulika naye na anawezaje kuwa kiongozi? Ana akili namna hii. Alafu Swege Hamza akasema wakazi, asante kwa kuwa pamoja na wananchi. Zisti_KECC anasema na anajibu comfortable kabisa, so he is okay with it, somebody help. 90 Yanga Sports Club anasema wanatuona sisi ni mazuzu. Alafu Kimdol_Dole anasema hata mimi nilisema bora angesema no comment kuliko kusema vile jamani. Alafu NE.NYLE anasema bora umeamua kusimama ukweli mzawa, hatuna serikali kwa sasa, tuna wauni tu. Alafu Madaraka Nick_Adili3 akasema madaraka makubwa kwa wenye akili mdogo ndiyo haya sasa, kila jambo majibu yao ni kumfurahisha bosi wao, hawapo kwa ajili ya watu, wapo kwa ajili yao wenyewe, afu yanatusisitiza tulinde amani. Alafu Cherries_design akaandika kikiwaka tarehe 29 ndo watajua kama raia hawapendi upumbavu, stupid to him. Alcohol Bond_Classic_ Tanzania akaandika nice bro. Alafu huyu anajulikana kama Thomas.Richard.344 anasema wakazi tulia man, mionyo ya kuchoka huwa haina subira, ni hatari sana kukabiliana na mtu ambaye kashaitaka tamaa daima, ubakia majonzi na masikitiko. Binafsi naichukia CCM kwa dhati. Mwingine anajulikana kama Godi.David amemtag Gerson Msigwa akaandika God will judge you by your words. Alafu Lion Baraka akaandika wanajua hatuwezi lolote. Tarsino Nelson akaandika na ungemweka kati mzee wako Wasila. Alafu Msuguga Genius akaandika wakazi on top. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya msanii Wakazi, msanii raia wa nchi ya Tanzania ambaye anapiga mishe zake ugaibuni wakati huu. Inaonekana kuwa Wakazi amekerwa na tamko la msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa akisema kuwa watu kupotea ni mchezo tu na ni mchezo ambao haukuanza leo. Sasa Gerson Msigwa alitoa tamko kama hili pale ambapo alikuwa anafanyiwa interview na akaulizwa issue fulani kutokana na ile hali ya Humphrey Polepole kutekwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na mhoji walikuwa wanataka kujua msimamo wa serikali kuhusu utekaji na kama wana habari kuhusu ile hali ya balozi Humphrey Polepole kutekwa katika maeneo ya Ununio jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo hii ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare, na ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani usisahau kuwajuza wana kuhusiana na hii channel yetu ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Tunaangazia vitu vingi ambavyo tumevifanyia uhakiki na vinakuhusu zaidi. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi. Ambayo nchi hii uongozi wake chini Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu.